Leo nataka nizungumze na mchungaji. Tunakumbushana. Kuna jambo moja ambalo ni la muhimu sana, ambalo mchungaji yeyote au mtu yeyote aliyepewa dhamana ya kuongoza watu anatakiwa kulijua. Kwa sababu akishindwa kulijua hili jambo, kazi ya utumishi wake itakuwa ni bure. Sio kama tunaelewana? Jambo ambalo mchungaji anatakiwa kulijua ni kwamba mchungaji katika ufalme wa Mungu au katika kiti cha hukumu ya Mungu utabeba hukumu mbili. Sio kama tunaelewana? Hukumu ya kwanza ni namna gani ambavyo uliendesha maisha yako katika maisha yako ya wokovu. Ni kwa jinsi gani uliishi maisha ya kumtukuza Mungu na kufuata mapenzi na maagizo ya Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Hukumu ya pili ambayo mchungaji utaibeba ni juu ya ni namna gani wale watu ambao walikuwa katika mikono yako uliwaelekeza katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Si kama mnaelewana? Kwa maana hiyo basi, kama wewe mchungaji ulipambana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha maisha yako yanakuwa ni ya kumpendeza Mungu, sawa? Lakini ukashindwa kuwaelekeza wale watu unaoongoza katika mapenzi ya Mungu au katika maisha ya kumtukuza Mungu, usalama wako bado utakuwa mdogo. Kwa tafsiri yake ni nini? Kama jinsi ambavyo mchungaji unapambana kuyatengeneza maisha yako kuwa bora na thabiti mbele za Mungu, ndivyo vivyo hivyo utakiwa upambane kuhakikisha wale watu ambao kwa mikononi mwako unawatengeneza kama jinsi vile wewe ulivyo na wao wanavyokuwa. Ndio tafsiri yake. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kwa uzembe wako wewe, kama utashindwa kuwafanya hawa watu waende mbinguni, na wewe pia hauwezi kwenda mbinguni. Kwa hiyo tafuta maarifa ya kutosha kujua dhambi ni nini, ili wale waliopewa dhamana wajue dhambi ni nini, ili wanapookolewa hawa na wewe pia uokolewe. Unapookolewa wewe na hawa pia waokolewe. Kama hawawezi kuokolewa hawa na wewe haujaokolewa, si kama leo na watu wa Mungu. Mungu akubariki sana.